cha watu wenye hela, ila ukizaliwa na hela haikulazimishi wewe kuwa mtu mwenye wa ATAPE. Uli wewe wa ATAPE ni lazima ujisajili, ukubaliane na hao wenye hela ili muungane pamoja na hao wataaluma. Kama umesoma mpaka uprofesa na haujajisajili, hauna wanachama kwenye ATAPE, wewe sio mwana ATAPE. Vile vile pia hata chama cha Pathfinder, hata kama upo kwenye umri wa miaka 10 mpaka 15 ila haujajisajili au mwanao haujamsajili kwenye chama cha Pathfinder, yule hawezi kuwa mwanachama wa chama hicho husika. Chama chochote lazima ujisajili, hata cha Dorcas. Ili uitwe mwanachama wa Dorcas ni lazima uwe umejisajili kwenye nini? Inategemea na masharti yao, kwamba labda wanajisajili kwa kujiandikisha majina, labda wanajisajili kwa kuchukua fomu, labda wanajisajili kwa kunyosha mikono, lakini ili mradi vyovyote vile ni chama, lazima ufanye nini? Utoe ukubali wako wa kujisajili. Na ndiyo maana mtoto mdogo wa miaka 2 wa kike hawezi ukasema ni mwana Dorcas. Sasa kwa sababu gani? Huyo mtoto wa miaka 2 wa kike atajiandikishaje kutafuta wanachama wa chama cha Dorcas? Kama hana uwezo wa utambuzi wa kujiandikisha kwenye hicho chama, basi hawezi kuwa mwana Dorcas. Ila kwenye idara ya wanawake yumo, maana idara yenyewe haisubiri kuandikishwa. Tunaelewana? Tuko wote? Sasa chama cha Dorcas ni chama na watu wanaingia kwa kujiandikisha, na chama hiki ni chama cha kiuinjilisti. Kazi yake ni kupeleka injili nje ya kanisa. Narudia, kazi yake ni kupeleka injili nje ya nini? Kwa sababu tu ni chama cha kiuinjilisti na kazi yake ni kupeleka injili nje ya kanisa, automatically chama hiki lazima kiwe chini ya idara ya huduma binafsi. Yaani hakiwezi kikawa ni chama cha kiuinjilisti ndani ya chama cha kiuinjilisti kinachofanya kazi nje ya kanisa, alafu kikawa nje na idara ya huduma. Kwa nini? Idara ya huduma ndiyo idara ya kiuinjilisti, ndio idara inayohusika na mambo yote ya injili ndani ya kanisa. Na ndiyo maana sasa hawa Dorcas nao wananing'inia, wanasimamiwa, wanaongozwa na kupewa maelekezo na kiongozi wa idara ya huduma binafsi. Wakitaka kwenda kupeleka nguo kwa wahitaji, wakitaka kwenda kupeleka chakula kwa wahitaji, wakitaka kujenga nyumba kwa wahitaji, wanasaidia ndio, ila ni uinjilisti kwa njia ya misaada, ambapo huyu mkuu wa huduma ni muhimu.